Sasa kwa Mwenyezi Mungu kuna njia za uombaji. Lazima tupeane pin code hapa. Kuomba kuna nidhamu yake. La mwanzo, tafuta zile nyakati muhimu za kupeleka maombi chap chap. Nitakutajia nyakati muhimu sana. Kwanza kuna nyakati 3. Kuna nyakati ukiomba dua haisubiri. Hii nakupa kama dharura. Ukiwa na jambo la chap chapu, wale ambao unajua kuna mtu sasa akhera kuko sawa, duniani kushatengenezwa, kila anachoomba anapewa hapo kwa hapo. Huyu ndo unamuona anaomba dua baada ya masaa 3 lishapita. Sasa huyu hapa naye tunamuelewesha kuna zile dua za dharura. Bwana nini? Jamaa anaenda kufungwa sasa hivi. Basi kuna nyakati za kupeleka message faster. Hapo juu jamani kuna mlango mbinguni unaitwa Babul Hafdha. Hebu tusemeni Babul Hafdha. Unajua mlango uko wapi? Uko Palestina. Yaani kitu chochote kinachotakiwa kwenda mbinguni usione kinaenda ovyo ovyo. Sio kwamba kila pahala unaweza ukapasua. Kuna ulinzi huko jamanini. Asa Mtume sallallahu akazaliwa wapi? Si Maka. Safari ya Israeli ilianzia wapi? Ilianzia pale Maka. Kwa nini asingepanda pale pale? Hamna mlango wa mbingu Maka. Kaenda kumandia Palestina, nye vipi? Nikwambieni siri. Mzee wetu kipenzi Sheikh Abubakar alipokufa, roho yake kafia hapa bombom, roho yake imeenda mpaka Palestina. Hata ufie mwana Lumango huko kwanza lazima kule. Kwa hiyo na dua zetu mlango upo kule. Sasa kuna muda sio unaenda ovyo ovyo. Sikule kuna wanaziati gharqa, wanashitati nashta, wasabihati, alafu kuna fasabiqati. Kuna malaika wanaozitanguliza roho kuzitanguliza. Sawa, kuna wanazoogelea nazo wakisubiri pale pafunguliwe. Sio kila muda pako wazi, panafungwa. Sasa na wewe usiwe na lawama, unatuma maombi yako ovyo ovyo hata sio muda wa kazi wa kupandishwa. Sawa jamanini. Kwa hiyo kuna yaumia, usbuia, sanawia. Kuna muda kwa siku maombi ndo yanafunguliwa mara 2. Sawa alafu kwa wiki pia. Alafu kwa mwaka. Yaumia kwa siku. Sawa kwa siku au kwa masaa dua zinapanda kwenda mbinguni ile wakati kabla ya alfajiri. Ile thuluthi ya mwisho ya usiku mlango uko wazi pale. Kama kuna kitu cha faster cha kumalizana, basi wakati wewe mwambie mtu tu, wewe si mjanja, subiri nikalale niamke uone. Umenielewa vizuri? Ikifika saa 9 tu wewe macho kodo unaenda kufanya vitu vyako. Wanasema mpaka kukicha asubuhi tuwe tushamalizana. Ule wakati ule. Alafu wakati mwingine baada la asri hapo. Ule wakati wa baada la asri pale ghudu asal pale ukiomba vitu vinapenya. Na kwa wiki siku 2. Hizi siku 2 ule mlango uko wazi anytime. Jumatatu na Alhamis. Jumatatu omba sana. Alhamisi omba sana. Hata hizi ibada za wiki nzima siku hizo ndo zinaenda. Leo ni lini? Shakwa Jumanne. Sasa sala yetu ya magharibi mpaka lini ujue? Alhamisi ndo umeona vitu hivi? Sasa sio unaomba ovyo ovyo tu. Mimi tokea jana tumelala na njaa. Wakati gani? Kuna muda unafunguliwa kidogo, usubiri ile alfajiri ya kweli, mlango utafunguka. Unafanya kusubiria. Bwana kuna dua yangu naomba ipitishwe hapa. Unasubiria ule muda. Na kwa mwaka Shaaban. Shaaban yote mlango ule, mwezi wa Shaaban ni mwezi mkubwa sana. Na dua zingine zenye nguvu ikiteremka mvua.
omba dua. Na dua nyingine, kila nyuma ya sala, ukitoa salamu sala ya faradhi, pale dua inakubalika. Na sehemu nyingine, kiongozi muabidilifu akikuombea dua mara moja inapita. Na dua nyingine ambayo haina pazia, lazima ipite, haina kupekechwa, ni dua ya mzazi kwa mtoto wake. Wengi tumekariri watoto kuwaombea wazazi. Wazazi jamani, mikono yenu kwa watoto wenu inaumba. Muombee mzazi wako akuombee dua. Mimi nitakwambia kitu kimoja, kila siku, si mnanijua shughuli yangu ni dua, wallahi haupiti muda basi umwambie yule mamangu niombee dua mama. Basi zile dua zake nazifuatilia sana, kwa sababu dua ya mzazi kwa mtoto, Mtume anasema haina pazia.